habari hizi Biblia inasema nendeni mkatangaze kwamba Yesu amefufuka. Na leo katika ibada hii tunapenda kuhubiri kwamba Yesu amefufuka. Hayuko kaburini tena, amefufuka. Kwa nini tunasema kwa ujasiri? Kwa nini tunasema tukiwa na furaha? Kwa nini tunasema? Kwa sababu kufufuka ni jambo kubwa sana kwa aliyekufa. Kifo kimeshindwa na Yesu amefufuka, na ni ishara kwamba wale waaminio kifo kimeshindwa. Pigie Yesu makofi. Leo tunahuzunika sana mwenzetu anapokufa, kwa sababu mara tunasema hatutamuona tena. Tulikuwa tunaongea naye si siku nyingi, jana juzi, lakini hatutamuona tena. Watu wanasema maneno mengi kwa habari ya kifo, lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nitakufa na siku ya tatu nitafufuka. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alikuja duniani ili kwamba aishi maisha haya ya laana, na baada ya hapo aweze kuyashinda maisha haya ya laana, alafu atupe maisha mapya ya baraka ya milele. Kufa kwa binadamu ni kuondoka katika maisha haya ya laana. Mwanadamu alipoishi hapa duniani, Mungu alikuwa na mpango mkubwa sana kwamba mwanadamu huyu ataishi hapa katika bustani ya Eden, na yeye ataishi milele. Bwana atakuja tu kumtembelea, atakuja kuongea naye na watashirikiana, maana ni mtu kwa mfano wa Mungu. Mungu anasema hivyo, tuumbe mtu kwa mfano wetu. Ndiyo makusudi ya Mungu. Lakini makusudi hayo shetani na wanadamu wakaharibu. Shetani mwenyewe akaharibu uko juu, maana alikuwa yeye ni malaika wa sifa. Baada ya kufanya nyimbo za sifa na kumsifu Mungu, baadaye akasema hivi, kila siku takuwa naimba tu, naimbia huyu, na mimi sina mimi ningeimbiwa. Haya, hilo likaleta tatizo, akajiinua. Basi mapambano yakaanza. Mungu hakupigana na shetani, malaika Gabrieli akapambana naye, malaika tu, pambana na muasi. Baada ya kupambana naye akatupwa mbali, akaondolewa katika enzi, katika ufalme ule, na akaja duniani. Biblia inasema ole wa ulimwengu na wale wakaomo, maana yule adui mfitini amekuja huko na akaanza fitina. Ndugu zangu, kuna watu wenye fitina sana duniani hapa. Ataongea tu hivi, unajua Wilfredi alipokwenda hivi, unajua alienda wapi? Hivyo vinaitwa fitina, maneno ya fitina. Shetani akaja kwa mama Eva akamwambia hivi, Mungu aliwaambiaje? Kwanza hakujua Mungu amewaambiaje, akauliza kwanza, hivi amekuambiaje? Sasa mama akasema, amesema tusile lile tunda. Kweli? Msile hilo tunda, mkila mtakuwa kama yeye. Fitina, maneno ya fitina, ya uongo, ya kuangamiza, ya maangamivu. Unapoleta maneno ya fitina katikati ya ndugu, unaleta maangamizo.
na maangamizo hayo yatakuangamiza wewe, si tu yule unayemwambia, yatakuangamiza wewe. Basi mama akafurahi, kama tutakuwa kama Mungu Bwana, jambo jema. Unajua watu ndugu zangu wanapenda kuwa wasichokuwa. Narudia tena, wanadamu wanapenda sana kuwa wasichokuwa. Yaani hawajawa, wanataka kuwa. Slow down, rudi chini. Hapo ulipo Mungu atakubariki hapo. Slow down. Usitarajie mambo makubwa usiokuwa nayo. Unaona mtu anaendesha gari, unasema hata mimi nitakuwa na gari. Lini? Wewe sema Bwana, Mungu akubariki Bwana Daudi, una gari. Mimi kama nitakuwa nalo, Mungu akinijalia, Bwana asifiwe. Lakini nashukuru una gari. Tena unampa mkono, unamwambia ubarikiwe. Lakini